Naam, jioni njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba buheri wa afya. Karibu sana kwenye makala ya Elewa Sheria yanayokujia kila siku ya Jumanne, ambapo huwa tunaangazia masuala ya sheria. Endapo una swali lolote ambalo linaambatana na sheria, tuelekezee swali lako. Nambari ni 22155 bila malipo yoyote. 22155, tutakuwa tukikujibia maswali yako baadaye na maelekezo yoyote ya kisheria ambayo ungependa kuyapata. Ni darasa letu ambalo tunalifanya kila siku ya Jumanne bila malipo yoyote. Mwalimu wetu studioni hii leo ni Daniel Kafue. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Daniel ni wakili. Leo ndiye ameshika zamu katika kutuelimisha kuhusu mjadala ambao umekuwa ukisheheni mitandao ya kijamii. Wengi wameonekana kukereka sana na pendekezo la kubinafsisha baadhi ya mashirika ya serikali au tuseme mashirika ya umma humo nchini. Mimi anasema utabinafsisha vipi jengo kama KICC? Jengo kama hili ndio linatambulisha Kenya, ndio linatambulisha jiji la Nairobi. Unabinafsisha vipi? Taratibu ni gani za kubinafsisha mali ya umma? Tunajua kwamba kesi iliwasilishwa mahakamani na upande wa ODM na mahakama ikaweza kusitisha kwa muda shughuli hiyo hadi pale kesi hiyo itakaposikilizwa. Leo tunataka kuangazia sheria kuhusu binafsishaji wa mali ya umma au binafsishaji wa mashirika. Na leo ndo mwalimu akafika hapa kutueleza taratibu ni gani ambazo zinastahili kufuatwa kwa mujibu wa sheria. Asante sana. Umeona jinsi wa Kenya wamekereka. Kuna wengine nilisikia jana wakisema kwamba KCC, new KCC, ubinafsishaji wa shirika hilo utatuathiri. Wengi wetu hatujalipwa na kadhalika. Kwanza kabisa, ubinafsishaji ni nini ili tuweze kuelewa? Privatization. Tunaposema kuhusu privatization tunazungumza kuhusu nini? Nashukuru Karima kwa mwaliko. Ubinafsishaji ni mageuzi katika kampuni ile ya serikali. Tukichukulia kwa hii context ya ambayo ipo sasa, ni kugeuza rasilimali, kugeuza shirika ambazo ni za serikali ziwe za watu binafsi. Na shirika hizi mara nyingi ni tukianza kwanza pale mwanzo, pengine tukiangalia kidogo historia. Serikali wakati tangu 1963 ilichukua mikondo miwili ya economy, kitu ambacho tunaita mixed economy. Kwamba ingejihusisha serikali yenyewe kwa mambo ambayo yanaiendeleza jamii kama masomo. Haya ni makampuni ya kuendeleza jamii na kufanya biashara hivi kama masomo ama hospitali, mambo ambayo mara nyingi ni kampuni za watu binafsi zinafanya. Kwa hivyo pale mwanzo 1963 zilibuniwa state corporations ambazo zinaitwa state corporations ili kujaribu kuendeleza ili kujaribu kukidhi mahitaji ya jamii, kwa sababu pale mwanzo nchi ilikuwa bado ni ngeni, ndio tumepata independence. Kwa hivyo pindi miaka iliposonga, hizi kampuni ambazo ni state corporations zimekuwa zikitoa huduma fulani. Kwa mfano kuna kampuni nyingi tu. Kenya Airways ilikuwa inatoa huduma fulani ya mambo ya ndege na makampuni nyingi tu. Kwa hivyo imeanzia chanzo cha chanzo cha haya makampuni ya serikali ni pale mwanzo ili kujaribu kuyakimu mahitaji ya jamii. Kwa hivyo ku-privatize ni sasa kugeuza. Kuna hizi kampuni ni nyingi tu ambazo ni za serikali ambazo zimekuwa zikifanya kazi kwa muda tu miaka yote hiyo. Kwa hivyo kuna sasa wazo la kugeuza hizi kampuni ili ziendezwe, biashara hizi kampuni hazibadiliki, lakini sasa kuendeza biashara hizi zinaendezwa sasa na watu binafsi. Hebu kabla hata usonge sana ili tuweze kuelewa, tunaposema kwamba mali ni ya serikali au mali ni ya umma, hebu tupambie picha halisi tuweze kuelewa mali hiyo tunaposema ni ya umma inamaanisha nini haswa, ili kabla tuingilie namna ambavyo kugeuzwa kwa usimamizi wa mashirika hayo. Hii ni kipengele katika katiba. Kuna aina 3 za rasilimali. Kuna mali ya umma ambayo sasa ni mali ambayo inasimamiwa na serikali. Inaweza kuwa shamba, inaweza kuwa makampuni. Hii ni mali ambayo mwongozo ama
tukifanya kwa mfano search, kwa mfano tuchukue mfano wa shamba, tukifanya search pale katika ofisi za usajili wa mashamba, tutapata yule ambaye ni mmiliki si mtu yote ambaye ni binafsi, ni ya serikali. Kuna pia mali aina ya pili ambayo sasa ni ya mali ambayo inamilikiwa na watu binafsi, na pia kuna mali aina ya tatu ambayo inamilikiwa na community. Kwa mfano tukienda kwa jamii ya Wamasai, kuna yale mashamba ambayo yaliruhusiwa Wamasai kuchunga ambayo si ya mtu yote yule, lakini ni ya community, inajulikana kwamba watu wa eneo hilo ambao wanaishi pande hizo ndio wamiliki. Kwa hivyo, lakini tukifanya utafiti tuende kwa mfano hiyo community land, tuende kwa pale ofisi za usajili, hatutapata government of Kenya imechukuliwa kwamba ni community land. Kwa hivyo ni mara tatu. Kwa hivyo hii ambayo ni ya serikali ni kusema hakuna mtu yote binafsi anaweza enda kuitoa ile mali na kufanya biashara yote ile, ama kwa mfano kuiuza. Ni mali ambayo inajulikana ni ya Mkenya, na kawaida Mkenya anasimamiwa na serikali. Ndio. Na kwa hivyo Mkenya nafasi yake ni gani katika usimamizi wa mashirika haya ambayo ni ya Mkenya, ambayo ni ya serikali, ambayo ni ya umma? Nafasi yake ni gani katika usimamizi huo? Sasa na ndio maana tuna viongozi, kwa sababu hata kama mali hii ni ya Mkenya, haiwezekani sasa Mkenya yote ile, tukisema kwamba sasa Mkenya yote ile atakuwa na mamlaka ya kuisimamia mali ile, tutakuwa katika machafuzi. Ndio maana tuna muongozo wa serikali. Kwa hivyo Mkenya si kwamba atakaa tu anyamaze wakati pengine mambo fulani yanafanyika ambayo hayamfurahishi kuhusu mali ambayo sasa ni ya umma. Na hili tuliliona sana, itakumbuka sana wakati wa Wangari Maathai, wakati alijitokeza na akapinga mambo fulani yasifanyike hapa Uhuru Park. Kwa hivyo Mkenya pia ana nafasi, si kwamba sasa ataenda pale aseme mimi ndio nasimamia ama mimi ndio mwenyewe. Kuna ule uongozi, lakini kama wewe kama Mkenya utakaa na isikufurahishe, kwa sababu viongozi tunachagua tuwakilisha. Kwa hivyo ikitokea kwamba kuna jambo ambalo halikufurahishi, kuna vile sasa unaweza ukatoa opinion yako, na opinion tunaitoa kwa njia nyingi. Unaweza ukasimama, unaweza kuna zile kuna zile maandamano ambayo yanakubalika kisheria, pia kuna koti, kuna njia nyingi tu ambazo Mkenya wa kawaida anaweza akajitokeza kusema hii si halali ama hii haifai, kwamba mimi kama Mkenya ninakataa ama ninapinga jambo fulani ambalo litafanya mali hii ambayo ni ya umma, ambayo ni ya Mkenya, haitumiki kwa njia inayofaa. Na kwa hivyo mali inapokuwa ya umma, kwa hivyo usimamizi uko kwa nani? Like nani ambaye ni mwangalizi mkuu? Ni rais au ni viongozi wote, au ni nani haswa ambaye yuko na mamlaka makuu kuambatana na mali ambayo ni ya umma? Tuseme ni serikali kwa jumla. Na serikali ni aina tatu. Kuna executive, kuna bunge, kuna judiciary. Branches hizi zote tatu za serikali, kila serikali ina mamlaka yake. Na tumeona mara nyingi wakati executive ambayo ni rais na cabinet inaenda kando ama inachukuliwa kwamba imetumia nguvu zaidi, kuna judiciary ambayo inakuja na check zile powers. Kwa hivyo si kwamba kuna idara maalum ya kusimamia mali hii. Kama mali ni ya umma, rais ndio ana nguvu na executive wao ndio wao wana kipaumbele, lakini si wao tu. Wakati watakiuka ama wakati watafanya mambo ambayo hayafai, pia hizi branches zingine za serikali zinaingilia. Kwa hivyo tuseme tu kuna wote wana nguvu, kwa sababu ingekuwa kwa sababu kama ingechukuliwa kwamba ni executive pekee ambayo inasimamia mali hii, inamaanisha judiciary ama bunge haingekuwa na msimamo wote. Lakini sasa tumeona mara nyingi bunge na hata kuna mambo mengi tu, hata kabla executive ifanye lazima itafute ruhusa ya bunge, lazima ipendekeze kwa bunge. Kwa hivyo serikali zote tatu, hizi 3 branches ziko na hiyo jukumu la kuhakikisha kwamba mali hii inatunzwa. Na kwa hivyo tunapozungumza kuhusu huu uangalizi, mali hii ya umma inastahili kutumiwa kwa namna gani? Ili sasa tufikie mahala ambapo uamuzi unatolewa kubinafsisha mali yenyewe. Uangalizi huo, usimamizi huo unastahili kuwa aina gani? Chochote ambacho ni cha umma kinafaa kitumika kwa manufaa ya Wakenya. Chochote ambacho tunasema ni mali ya umma, na hiyo ni kusema Mkenya yote yule ana haki katika mali hiyo. Inafaa kama kutakuwa na mapendekezo yote ama kutakuwa na
tuseme mapendekezo yote kuhusu rasilimali hii inafaa iwe ya kumsaidia Mkenya. Kwa hivyo haifai kutumika kwa njia ambayo haimfaidi Mkenya, kwa sababu ndio maana tunasema ni mali ya Mkenya, ni mali ya umma, ni mali ya ambayo ni public. Kwa hivyo kama ni shamba ile ambayo inauzwa, lazima kuna maswali yataulizwa. Wakati tunaiuza shamba hili, wakati tuseme tukiingia kwa mada ya leo, wakati tunaibinafsisha mali hii, inaleta faida gani ambayo isaidia nchi? Kwa hivyo pasi na faida kuwa wazi, pale sasa ndio Mkenya anajitokezea, na kuna idara nyingi tu ambazo ni Wakenya binafsi wanaziendesha, wanakuja kupinga mambo hayo. Na kwa hivyo ni vigezo gani ambavyo vinazingatiwa wakati ambapo serikali inaamua sasa tubinafsishe mali fulani? Na nafasi ya mwananchi ni gani katika mchakato huo mzima? Kabla hujabinafsisha mali, nitanguliza kwa kusema kwamba kuna sheria ambayo imekuwa sheria tu juzi, si kitambo, ambayo inaitwa Privatization Act, ambayo inaorodhesha, ambayo inaeleza utaratibu wa kubinafsisha mali yote ambayo ni ya umma. Sheria ambayo ni Privatization Act inachambua kabisa ni vipi ama ni jinsi gani mali hii inaweza ikabinafsishwa. Na kabla tujaangalia hii sheria, ichukuliwa kwamba kubinafsisha kwa nchi ambazo ni kitu ambacho kimefanyika sana. Naweza peana mfano wa Ujerumani around 1961. Tunajua kwa sababu hizo vita Ujerumani ilikuwa na upungufu sana katika economy, na njia mojawapo ambazo waliweza kutumia ili kuipa nguvu nchi hiyo ilikuwa kubinafsisha baadhi ya makampuni, na mfano ni VW ambayo ni kampuni kubwa sana ya magari, ndio kampuni kubwa kabisa hata ulimwenguni ya magari. VW ilikuwa ya serikali, lakini wakati ilibinafsishwa, kwa sababu ukibinafsisha unaleta, kwanza ukibinafsisha unajua unabadilisha kwa mfano kama ni kampuni itaongozwa na faida yule ambaye anabinafsisha, kwa sababu ukibinafsisha inamaanisha corporation ni kampuni mara nyingi, mara zote ni kampuni, na kampuni inaweza kuwa aidha inafanya kazi ya kuleta faida ama inaweza kuwa tu kuna zile kampuni tu zipo si za faida. Kwa hivyo kubinafsisha na nyingi ambazo ni makampuni ya serikali kama tulivyosema zinafaa wa faida wananchi. Kwa hivyo kama kwa mfano itaangaliwa ionekana kwamba kampuni hii haileti faida ambayo inafaa, na mara nyingi inafanyika kwa sababu unapata kampuni za serikali nyingi tu ambazo zipo ndio zinaendeleza kazi zao za kawaida, lakini tukiangalia kwa kina unapata serikali mara nyingi lazima itenge pesa fulani ili kusaidia kampuni izidi kusimama. Kwa hivyo kampuni ndio ni ya serikali na inaendesha shughuli zinazofaa, lakini pengine kwa sababu ya kutokuwa na watu ambao ni makini ambao wanaziendesha kampuni hizi, unapata kunakuwa na upungufu kila wakati. Kwa hivyo mwaka unapata kampuni kama ni faida haileti, mara nyingi ni subsidies za serikali ambazo zinatumika kujaribu kuisimamisha. Na ikiwa itangaziwa kwamba kampuni hii tukiibinafsisha pana uwezekano kwamba italeta faida, basi hiyo inakuwa mwongozo wa kujaribu kuleta sasa hiyo proposal. Kwa hivyo lazima Privatization Act inasema kabla binafsisha kampuni lazima mambo fulani yaangaliwe. Kwa nini kwanza kampuni hii kwa nini inakuwa privatized? Kwa sababu gani? Umeangalia audit kwa mfano, mkaona kwamba ni hasara tu. Umejaribu kuleta serikali imechukua hatua gani katika kampuni hii kujaribu kuleta mageuzi ili kampuni iweze kuleta faida. Na hii kubinafsisha, sababu ya serikali nyingi ama nchi nyingi kuijaribu ni kwa sababu imefaulu kwingi. Aghalabu wakati unabinafsisha kampuni, mara nyingi utapata kampuni kwa kawaida za serikali zina watu wengi tu ambao wanafanya kazi. Lakini kibinafsishwa, mimi nikuja hapo kwa mfano kwa sasa mimi ndio nitaendeleza ile kampuni, nitaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba hii kampuni kama ni ya kuuza sukari kwa mfano, kwa nini haijakuwa ikileta faida ilhali kuna wakulima wengi ambao wanalima miwa? Kwa sababu gani? Kwa hivyo kutakuwa na ile uchunguzi. Mara nyingi wakati makampuni ni ya serikali, na sijui kwa nini ni hili,
mara nyingi watu hawako makini kwa sababu hakuna ile pressure kutoka kwa yote ile. Mali ni ya serikali, shareholders ni wananchi, lakini hawapati zile faida. Lakini kama kampuni ni ya mtu binafsi, kuna wale ambao ni shareholders ambao mwisho wa mwaka watataka zile dividends. Kwa hivyo lazima uweke mikakati ya kuhakikisha hii kampuni inaleta faida. Na kule kutakuwa na faida tu kwa jumla, kwa sababu kwa mfano kuna wale ambao watafaidi ambao ni wa Kenya, lakini pili zile ambazo tumesema ni subsidies. Kama serikali imekuwa ikitenga pesa fulani kujaribu kuisaidia hii kampuni isimame na hii kampuni ishabinafsishwa, unaona sasa pale serikali itakuwa haitoi zile pesa. Kwa hivyo zile pesa zitatumika kwa njia nyingine. Pili ni wakati kampuni inabinafsishwa, kuna valuation ambayo lazima ifanywe, na hii ni private act. Haiuzwi tu, lazima iangaliwe kampuni hii ina gharama kiasi gani, na ikibinafsishwa kutakuwa na mtaji tosha ambao utaweza kufanya mambo fulani na mambo fulani na mambo fulani. Ni lazima ibinafsishwe. Kwa mfano, tukiuza hii kampuni ama tukileta mtu ambaye ni iendezwe na watu binafsi, itakuwa na faida kubwa kuliko ikiendelea kuendeleza hizo biashara jinsi ilivyo. Kwa hivyo haya ni maswali ambayo sasa lazima yaulizwe, na private act na kuna mara nyingi kuna CS ambaye yeye ndio sasa ata implement hizi programs za kuibinafsisha. Anasaidiwa na sasa corporation. Kuna corporation maalum ambayo private act inasema lazima iendezwe. Kwa hivyo huku kubadilisha ama kubinafsisha kufanywe tu, kuna idara ambayo inatengwa ambayo ni kampuni ambayo ni ya serikali ambayo sasa ndio inaweka mikakati. Na kampuni hii kuna wale tu ambao wanachaguliwa, moja wapo ni huyo CS, kuna pia AG, na pia kuna watu 7 ambao hawafanyi kazi kwa serikali, lakini wako na ule weledi wa mambo ya fedha na economy na mambo hayo yote. Hawa ambao ni experts ndio, kwa sababu kampuni hii ndio itahusishwa sana kuweka ile proposal. Tunataka kampuni fulani ibinafsishwe, pana haja. Kwa hivyo hii idara ambayo inatengwa ambayo private act inasema lazima itengwe kufanya kazi hii, ni idara ambayo ina weledi. Kwa hivyo si yeyote tu yule ambaye atakuwa pale. Ndio kuna wale wakuu katika serikali ambao ni the CS na the AG, lakini mbali na hao kuna wale weledi ambao wanachaguliwa. Pia kuna mwenyekiti ambaye anachaguliwa na rais wa kampuni hii, ambayo sasa ndio anashughulika, mwenyekiti na watu 6 hao ambao ndio wataendeza hizo shughuli za kuangalia kuna kampuni fulani ambayo kwa maoni yetu tukibinafsisha itaweza kuwa na faida kwa wananchi. Naam. Na kwa hilo umetaja pale shareholders, umetaja wafanyakazi na kadhalika. Kwanza kabisa, tofauti kati ya kubinafsisha na kuuza. Ina maana kwamba sasa endapo mchakato huu utafaulu, KICC inauzwa, inaacha kuwa mali ya umma. Ili kupata tu ule ufafanuzi wa zaidi. Na wale wafanyakazi wa pale, tuseme ni wafanyakazi wa serikali, kipi ambacho kinawafikia? Nimetoa mfano tu wa jana, na nadhani nilisikia kauli zikitoka kwa wale wafanyakazi wa shirika la maziwa lile la KCC. Wengi wao wakisema wataathirika kwa njia moja au nyingine. Sheria inasemaje wakati ambapo unabinafsisha? Na je, kweli hiyo mali itakuwa imeuzwa kwamba itaacha kuwa ya umma tena, ya serikali? Kama tulivyosema, hizi ni kampuni. Na kampuni kwa kawaida iwe ya serikali ama iwe ya binafsi, inakuwa kampuni kwa sababu ya zile ambazo tunaita shares. Kwa hivyo kubinafsisha sasa ni kuuza zile shares. Sasa tukiangalia sasa mfano huu ambao ni wa kampuni ya serikali, ni kusema hizi shares ambazo serikali ndio ina shares nyingi kabisa. Privatization Act inasema kubinafsisha ni kupunguza zile shares, kwa sababu kwa kila state corporation serikali ina shares zaidi ya 25%, asilimia 25. Kwa hivyo zile shares zikikuja kuuzwa wakati sasa, kwa hivyo serikali inasema mtu binafsi akija tunauza zile shares, lakini haifanywi tu hivyo. Kuna pia utaratibu ambao unafuatwa kwa sababu kuna njia 3 ambazo hizo shares zinaweza zikauzwa. Kuna ile public offering ya shares ambayo ni njia ya kawaida sana ambayo kwa kawaida serikali wanaitumia, na pia kuna kitu ambacho kinaitwa preemptive rights, kwa sababu si serikali tu ambayo ina zile shares. Kuna wale ambao pia ni shareholders wa kando
ambao wengine ni wananchi, lakini serikali ndio iko na majority. Kwa hivyo njia nyingine ni hiyo preemptive rights, ambayo wale ambao tayari ni shareholders wanapatiwa haki zaidi ya yeyote yule mwingine. Kwa hivyo kuna njia tatu. Na private act nisema njia yote inaweza kutumika, kwa sababu kuna ile njia yote inaweza kutumika kwa hizi tatu. Kwa hivyo ni kuondoa kabisa, kwa sababu ni serikali kusema sisi hatuko hapo tena, sisi si shareholders, tumewauzia watu binafsi. Kwa hivyo kabisa inaacha kuwa mali ya umma, kwa sababu serikali inaacha kuwa na mgao katika hizo shares ambazo sasa ni za state corporations. Na kuna wakati ambapo serikali labda inaruhusiwa kurejesha tena usimamizi wa mali hiyo au mashirika hayo kwa umma tena. Ni vigezo gani ambavyo vinaweza kuzingatiwa endapo hilo linawezekana? Wakati hii authority, privatizing authority, itapendekeza kampuni fulani ibinafsishwe, bali na kutoa mapendekezo lazima ipeleke hili pendekezo. Kwanza inaanzia na CS ambaye pamoja na ile kamati ambayo tumesema watakaa chini waseme kuna kampuni fulani ambayo tunapendekeza ibinafsishwe. Watapeleka hilo pendekezo kwa cabinet. Hiyo ndio itakuwa njia ya kwanza. Cabinet ikikubali, watazidisha hilo pendekezo sasa wapeleke kwa parliament. Na parliament kulingana na Privatization Act inapatia siku 60. Siku 60 ya kufanya huo mjadala na kufanya kitu ambacho tunaita kuratify. Kusema either wamekubali. Kwa hivyo parliament inaweza, wakati bunge imepelekewa hilo pendekezo, inaweza ikakubali kabisa jinsi ulivyo na kusema sawa, hii kulingana na mapendekezo yenu na kulingana na documents ambazo mmeleta mbele yetu tunakubali. Ama pia inaweza sema kulingana na pendekezo lenu tunakubali kwa kiasi fulani, kwamba inaweza maybe part of it. Kwa hivyo Privatization Act nasema either parliament itakubali kabisa ama itakubali kwa kiasi fulani ama inaweza ikakataa. Sasa bunge ikikataa, CS anaweza, bunge ikikataa, unajua sasa uwezi ukaendelea. Kwa hivyo ni kusema hata hiyo process haijakamilika na mali inabaki kwa mali ya umma. Bunge kama itakuwa, na hii pia ni private act, nasema bunge kama itakuwa imetoa msimamo kwa muda wa siku 90, itachukuliwa kwamba imekubalika. Kwamba imekubalika pengine kwa njia moja ama nyingine, pendekezo limepelekwa baada ya gazettement, kwa sababu unapeleka pendekezo baada ya gazettement. Bunge ikikubali ni sawa, unaendelea. Lakini sasa nikijibu swali lake, ikisha kwa privatized, itakuwa ngumu kurudi. Na mfano ni Kenya Airways ambayo ilikuwa privatized miaka kadhaa iliyopita na ikafanya vizuri tu, na sasa bado iko katika idara ya bado inamilikiwa na watu binafsi. Kwa hivyo si rahisi kurudi. Labda pengine sheria ama koti itoe hilo pendekezo, ama itakuwa vigumu sana. Kwa mfano hasa kama kama ishafanya ubinafsi, ishakuwa privatized na ikafanya kazi kwa muda fulani kama Kenya Airways, kurudi tena kuja kusema irudi tena kwa mali ya umma itakuwa vigumu. Ile ambayo inakubaliwa ni pengine mashamba, kwa sababu serikali kuna principle inaitwa eminent domain. Serikali ina mamlaka, lakini kwa kampuni na kwa biashara, kwa sababu hasa kuna utaratibu ambao ulifuatwa, itakuwa vigumu sana irudi. Na alafu kwa sababu umetaja pale mfano wa Kenya Airways, kuna mali ya umma ambayo haiwezi kubinafsishwa kwa mujibu wa sheria hii. Kwa sababu wengi wanatazama, wanauliza, jumba kama KICC likibinafsishwa sasa ni kama Kenya imekosa kile kitambulisho chake, kwa sababu mtu mara nyingi ukija jijini Nairobi, kitu cha kwanza ambacho unaona ni KICC. Pale kuna sanamu ya hayati Jomo Kenyatta na kadhalika. Wanahisi kwamba hapo ndio kitovu cha taifa au masura ya taifa. Kuna mali ambayo haiwezi kubinafsishwa. Nijibu niseme kwamba hakuna mali ambayo haiwezi kubinafsishwa, na vile vile yote haya italingana na kauli ya Mkenya. Kwa sababu haubinafsishi tu, hawaamki tu kama serikali na wakisema tunabinafsisha, wanachukua maoni ya Wakenya. Kwa hivyo kama Mkenya atahisi la hasha, hii hatutaki, lazima ufuatilie maoni ya Wakenya, na hiyo ndio. Kwa hivyo lazima ufuatilie maoni ya Wakenya. Na pia tukiangalia mikakati ya kujaribu kuibinafsisha, kama
unajua mara nyingi pia lazima kauli ya Mkenya itilio maanani. Kwa hivyo kama wa Kenya, kwa hivyo hii itakuwa kulingana na vile Mkenya atataka. Kama Mkenya atasema hii hasha, kama jinsi wanavyosema mambo ya KICC, lazima hilo litilio maanani. Lakini kama tulivyosema kwa bahati mbaya ama nzuri, japo tutakuwa na maoni tofauti, tumeiweka bunge pale wanatuwakilisha ili kutoa maoni ama kufanya decisions kwa sababu ya Mkenya. Kwa hivyo kama wao watafanya decisions mbaya, basi Mkenya pia anakuwa dhaifu. Lakini kuna njia nyingi tu. Tunaweza enda koti pengine kubaliana na bunge. Kwa hivyo Mkenya kuna njia tu nyingi za kusitisha. Naam. Yeah. Na hapo ndio tutarudi kwa sababu kuna mmoja hapa ameuliza, Zubeda anauliza, serikali ikibinafsisha shirika, mimi nifanyeje ili nisimamishe serikali kuuza shirika? Ni Francis kutoka Kiambu. Umetutajia baadhi ya taratibu, utatufafanulia zaidi endapo anataka kuwasilisha kesi mahakamani, taratibu za kufanya hivyo ni gani? Endapo una swali lolote ambalo linaambatana na sheria, tuelekeze bila malipo yoyote. Nambari ni 22155 22155. Tukirudi nitakuwa nikisoma maswali yako na maoni yako, na kusihi usiende mbali.